Hi everyone, how are you doing? Karibuni sana. Lois Wamaitha, Regina David, Blessed Lucy, Terinyaka Nyaka, Cynthia Wawero, Essie Jones, kama kawaida. Acio nduka maga, uthieko kana ugoreku, acio no nginya makinye kuu. Tondu natwarĩire kiriko ati ni marikoragwo magiturumirira. Na magituika arumireria hokeku na nikio mutamagaga. Marathimwo muno makiria ti kawaida gukorana guku ati biu ugaikara hau ugakora ni uranyona ringi uri okuo no uthimeire uroria ndio kadha cigana. Asanteni sana, nejo ti kawaida, so mbarikiwe sana. Na karibuni haria hothe muri. Ndina ngatho nyingi muno makiria na inyuĩ, so asanteni sana. Umuthi ndoiga ndirahunjĩria ndeti kuhunjia, ndirekira show kundu kwina mboco. Muthi ndoiga ndiroka kundu tuhandite mboco. Niko tuko twegiata burira yo muthi. Na riu menye riu ni hana ta ndi Kenya, mundu wi hana ke hana tatari guku. Karibu sana Alfred. Asante sana. Karibu Kenya. Thank you so much. Yes. Kufika ndio kufika. Yes. Mpaka ukue ground ndio ujue umefika. Nimefurahia kukuona. Asante sana. Siku nyingi. Naona kama tulionana mara ya mwisho last year. Unajua siku zinaenda pesa nyingine haziendi. Especially saa ile hakuna cash flow. Ni kama siku haziendi. Kama hakuna cash flow, unaona kama mwezi inakaa kama mwaka. Unajua? Kama ulikuwa umesota, si ndio? By the way, nitawaambia ile gift nani Alfred ameniletea. Umwai enda umwai endea mtu airport na haujui yako na gift yako. Alafu gift yako ndio inafika ya kwanza. Ebu mtu wa guess ni nini nililetewa na Alfred. Sababu nataka nione marafiki zenu ni yakina nani. Ebu mtu wa guess nililetewa gift gani? Wa Moyo Rainbag. Hapa si penye unakuanga na nini leakage. Hakuna kitu utapata hapa. Hakuna. Shiko FM Salimika, Kate Evans, Magigedho, Cynthia Wawero, Wagoi Dongorecho, Joan Mashua. Munaweza guess ni gift gani nililetewa? Kwa sababu nataka ni challenge marafiki zenu. Ndio ukisikia gift yenye nililetewa ujue hauna rafiki. Leo ndio utajua haunanga marafiki. Uanze kufuta tu namba zao. Utoe usiati nini mpaka uende kama ulikuwa umeongea na yeye kwa dialed calls. Ukisha delete kwa contacts, enda kwa dialed ama call log, uclear. Hiyo namba iende kabisa ikiendanga. Mnafikiria niletewa nini? Ebu nione guess. Joan Mashua umeanguka, haujapata. Lois Wamaitha umeanguka.
ati electric toothbrush. Hey, kuna electric. Ningekuletea hiyo by the way. Ati ama kitu ya media. Mkijua nilitoa nini, mtajua hamna marafiki. Yeah. Tuzi salimikiani sana, Patience Boro salimika. How are you doing? Umepotea sana. By the way, mkaribishe Alfred, na pia mnataka mniambie mna guess ni nini Alfred after kurudi amenikujia nayo. Power bank, sababu Pastor Ngaruya alikuletea battery ya lori. Unajua ni baia kina Pastor Ngaruya na Mr. Maina power bank wakasema na wanunulia generator. Sikuwa ndoshanda hivi. Kwa sababu ijai. Ni nzito. Yani lazima ubebe ka handbag. Ndio uweke hapo ndani. Otherwise huwezi beba tu, hata usitembea nayo town. Huwezi shika hivi na simu. Watu wafikiri umebeba mawe. Ati wristwatch, Bible bado, digital camera bado, Mama Moyo perfume bado. Anyway, nyinyi mko na marafiki. Ni nini ya maana sana rafiki yako amewahi kuletea? Nini hiyo unaweza tambua useme mimi nilitoa kitu na si perfume. Perfume si mbaya juu kuna perfume, kuna designer perfume. Si mbaya lakini sio perfume. Niwaambie nilitoa nini? Najua kuna mtu aliona akasema singekuwa ni mimi. Hebu ambie uniletea nini? Ni gift. It's your gift. Hebu ambie ni gift gani uniletea? It's your gift. Waambie uniletea. Tutekelea kwa meza tukikua kwa show. Ndio ione. Ndio. Itabidi uwekelee kwa meza. Wacha waendelee wakiguess. Wacha endelee wakiguess. Ndio. Endelee kuguess. Wacha waendelee kuguess. Nitawaambia by the time before tumalize. Nitawaambia na si gift hivi. Yeah. Before tumalize nitawaambia. Na lakini demuire. Na niwe kama undu amenye aratake. Tondu murataguo no igire duka-ini agure kindu kia goro akurehere. Wale wanasema ni si mic. Si kamera. Na unaweza shtukia kuna mtu tu ameitaja tu hapa. Kuna mtu tu ameitaja hapa. Magigedo. Kuna mtu ameitaja tu hapa. Ati socks. Ati socks za US zinakaa aje? Bijini katono jacket. Bado. Baadaye nani aliwahi niletea jacket au sijakuja nayo iko kwa gari yangu. Kuna kitu inaitwa US Angus beef. Nini? Angus beef. What is that? Sijumona wasemi. That's what I loved when I was there. Wanajua. Hapana, wamesikia na wewe. Wanajua. Barudi nakwambia kuna kitu inaitwa Angus beef. What, hiyo ni chakula? Beef lazima ni. Hiyo nyama ni mzuri. Hiyo ningekuletea ungefurahi hata wewe. Nyama. Hiyo nyama iko sawa. I don't know if I'm the only one, but I loved it. Siku ile nilikula. It was very nice. Hiyo ni one of the specialities. Of course, fikia hapa ya Kenya lakini it's very tasty. Angus beef. Ikikuwa oven. Yeah. Okay. Very nice. Maanza kusikia. Mpaka ni kama nimewahi iona lakini sijaiona. Nzuri. It's very nice. Na sio Angus beef ni pati gani? Ni ribs ndio. Lakini sio inakatwa aje. It's very nice. Pengine mtu atakwambia hapo. The most expensive steak. Wamoja ashajua aje nako Sweden, Switzerland. Wamoja kuna idea. Kuna idea. Ati the most expensive steak. Asema hiyo Angus beef ndio hiyo. Angus beef ni mbavu, si steak. Yeah. Ana suspect niletoa kitu expensive. No. Anasema the most expensive steak. Ya nyama. Okay, nyama. Hiyo Angus beef. Lois Wamaida anasema ni samaki. Nancy Lubaye anasema phone latest. Kwa nini unakaribia? Kwani ulimwambia gift yangu? Unajua wanagesa everywhere. Wako everywhere. Unajua it calls for a special friend
to gift you a special gift. Lakini unajua saa zingine mimi hujiuliza, yani Mungu anajua kulipa. Hata mwaka haijaisha. Mungu amenilipa. Yeah. Ilikuwa mwezi wa 10. Sasa hitu kwa mwezi wa 4. Mwezi wa 4. 5. Ndio tumeingia mwezi wa 5. Sasa 4 plus 2 months. That is 7 months. Hata mwaka haijaisha. Anyway, nashukuru. You're welcome. Si wacha niwaambie tu. Sawa. The latest. Simmalizie basi. The latest what? The latest what? The latest, nani anajua ile latest? Yeah. Tajani ile latest. Juu hata sijaishika na mkono, hata sijaikuwa na previous. Yeah. Lakini ile latest. Yeah. Najua mnaijua ni gani? Which is the latest, Wamboyo? Usiseme phone. Unasikia hata Virginia anasema Angus beef is very nice. I'm not alone. Okay. Usituletee shida hapa. Sasa juu hatuijui mpaka tunaanza kuitamani. Na si ati mtu iko Kenya tunaweza enda ununue. Ziko ni venye tujui kuiita majina. Ni jina tu hatujui. Ilifika Kenya ikabadilishwa jina. Ni mbavu. By the way hata unaweza ipata iko kwa menu za Kenya. No. Ni vile ile jina imeandikwa hapo uwezi order. No, ni mbavu. Ni mbavu. Lakini sijui ni mbavu ya nini. Venye inapikwa sasa ndio. Sijui iko aje, I don't know. Si ya ng'ombe. Wewe ulikula vitu zako wewe. Hiyo si ya ng'ombe wewe. Ulikula vitu zako wewe. Really? Maybe. I don't know, but it was nice. Sasa Nancy Lubaya na Mutuota Shiro ukishikanisha statement yao inaingiana. Yeah. Unaona ukishikanisha statement ya Mutuota Shiro uanze na statement ya Mutuota Shiro alafu shikanisha na Nancy Lubaya umepata chenye niletewa. iPhone 16, not just iPhone 16 Pro and not just Pro Max. iPhone 16 Pro Max. Mimi sijawahi guza iPhone. Sijawahi. Hata sikuwa nafikiria na ama naota naweza jipata na iPhone. Ilibaki niliibiwa simu last year na yule mwizi aliniibia, nilimwangalia hivi akienda, nikiambia watu mwizi wananiangalia wanashindwa ako badala afikie mwizi mimi ndio wanaangalia. Ikaenda hivyo. So Mungu anajua kulipa. Yeah. iPhone 16 Pro Max. So I'm a new iPhone. Na mkiona tunafurahia hizi vitu ndogo ndogo, unajua kama tunasema hiyo ni ndogo. Mjue mahali tumetoka. Hatukuwa iona vitu kubwa. Kwa hivyo mkiona tuna appreciate kitu kama hiyo. Wewe si mchezo. iPhone 16 Pro Max. Hata zai kuwa na iPhone 12 ama 13 ama nini. Anyway. So nilitupa Samsung, Mungu akalipa na iPhone. Ama nitupe hii Huawei. Alafu. Naweza leta kitu kingine kuboko. Ama ndio maana wakati niliibiwa nilikuwa na amani. Umeibiwa kitu ulikuwa unajua uta recover na hata haina password. Lakini niliibiwa na nikaenda kinyozi. Kuwapea history wananiambia na mbona unakaa sawa? Hiyo kitu haija kuguza. Naambia hapana mimi niko tu sawa. Anyway, kisikia uko na amani, unajua Mungu alikuwa kwa mpango. Sasa hivyo ndo mambo iko. Hiyo ni 50 by 100. Hiyo ni 50 by 100 mzima. Guy. Anyway, so thank you so much Alfred. Now on top of that, ukaniongezea microphone. By the way, haujawahi enda nje ukakosa kunikujia na kitu. Lakini babangu amekuwa the main beneficiary. Kwa sababu suti zote zinamtosheanga. Pap zote. Ni moja tu ilitosha. Zingine zote naenda kumwambia aniresize, lakini anitosha vizuri. Kuna haja ya kuresize. Juzi sasa after kumtoshea vizuri nikamwambia unajua si za hapa ni za US. Sasa akaniambia hizi suti zinahitaji kiatu ya sharpshooter.
na kofia ile kofia golf. Unajua kuna zile kofia nzuri. Nikamwambia enda Thika. Ikabidi sasa akitokea mahali na lazima aseme ni ya US. Aseme tu ati muone amevaa suti tumwambie kwa smart. Mkimwambia kwa smart anamwambia hata si ya huku. Anyway, so thank you so much. Sasa imagine unani bless na mimi sasa nabariki mzazi indirect. So baraka zinakuja hivyo. Ukiona unaanza kubarikiwa, ujue zingine zinatoka ushago fuata. Maombi inatoka huko. Bas. Nashikanisha. Sasa Wamoi huwezi nitishia. Bora usipatie mzee iPhone. Itamsumbua sana. Si hata mzee hata Wanyambura haiguzi, hata hezi karibia. Hata studio walikuwa wanasema sasa unajua ndio tutakuwa tunashoot nayo video. Nikauliza nini? Hata ile ilipotea mlikuwa mnashoot nayo? Sasa nikamwambia lakini kuna hiyo anaweza shoot na hii. Hiyo siwezi achilie we. Anyway, so hivyo ndivyo mambo iko. Ni vizuri mtu kujua rafiki yake ni nani. Rafiki yako anaweza enda na hapo achukue kakitu tu hata kama si expensive akuletee hata kadogo tu. Anyway, tewa gwa hana ndo ito. I thank God tu ndaki mulile, unajua niliwaambia ile nyingine imeibiwa. Sasa Mungu ameirudisha na ameirudisha ikiwa iPhone. That's true. Anyway, Mungu ni mwaminifu. Sasa Alfred, karibu Kenya. Asante sana. How was your journey? My journey was very good. We traveled very well. Tumeenda tukapatana na watu wetu wote. In fact, the day that mlikuwa na Pastor Ngaruya pale, a lot of people reached out and we were able to connect. And in fact, hata tukuna wale tulienda kuworship pamoja. I think pia uliongea nao. It was very nice. Kina Esther Nyandiri. Yes, kina Esther Nyandiri. Na wengine. Tukaenda kwa kanisa yao, ilikuwa so amazing. Ulienda kanisa yao? Yeah. So amazing. It's a mega church. Mimi akiniita nilikuwa najua tu it's one of, hata nilikuwa namwambia, but it's a mega church. And I like or I love the way she's participating, she's serving in that church faithfully, and God is going to work with her and also working with her already. Kwa sababu kazi ya Mungu, it's for all of us. We must participate in it. Hiyo kanisa watu wanaomba. Watu wanaomba mpaka miracle inafanyika. It was very nice to see that. And then again, the thing that was very interesting is that kuna movie inaitwa kuna movie inaitwa that was during Easter. Yeah, it was during Easter. It was the Last Supper. The first time that it took me 3 days to get that movie, to get into the theater to watch that movie in the US. How? Fully booked. Yeah. Hapa vile tunakiza na maisha. Hapana, unajua sasa ile reason nasema hivyo is because yani niliona watu pia wana soul search. They want to know who this Christ is. Unajua it was such a beautiful thing. Kwa hivyo hapa tulizoea Yesu. Mpaka tunaona tunataka kusikia stories zake. Mpaka yani nikashangaa, yani movies they want to know how is it acted, what is it talking about. It was very interesting, because hizo ndio zilikuwa highlights zangu. Our people and that Last Supper. So you enjoyed? I really enjoyed. Umetembea, umepatana na clients wetu. Umepea title wenye ulikuwa umebebea. Na have fun. Have fun, tumerudi sasa, tumerudi kazini. Na vile tumerudi kazini, tumerudi shambani. Hapa ni kwako ama ni kwa producer? Hapa ni kwangu, kwa producer ni pale chini. By the way, hizi ni nini? Hizi ni beans. Hizi ni yellow beans. Yellow beans. Tuliwaambia mpande mkaona kama ni mchezo. Sisi tulipanda. Hapa ni kwa Alfred. Hizi ni eka 4. Hapa uta harvest gunia kama ngapi? Hapa nda harvest gunia kama 25-30. 25 to 30 sacks. Yes. Producer naye ana target amepanda eka 4. Eka 4 tu, hata ni same. Producer iko hapa chini. So kuna shamba iko hapa katikati, ya producer iko chini na yako iko hapa sasa. Yes. Tuliwaambia mpande mkaona kama mko na mchezo. Tuko na mchezo. Sasa ona. Angalia sasa. Mvua imenyesha, nikawaambia si mpande. Na watu wako na mashamba wamenunua hapa. Tuko Konza, by the way. Ile shamba tunauza iko na hapa chini, lakini tumeamua kukuja kwa shamba ingine hapa penye pamelimwa. Bado tuko Konza, by the way. Lakini leo tukasema tutafanyia show karibu na food. Ndio muone kabla mu construct before mjenge manyumba yenye tunawaambia mjenge hapa Konza. Unaweza kuwa unakula. Can you imagine if you can be able to harvest between 25 to 30 gunia ukulange ama uuze
si utafanya biashara. Yeah? Unaona? Moja ni karibu 10k. Hiyo inarudisha ile pesa ya iPhone. Hii tu. Narudisha hiyo na tunapata balance. Kwa hivyo, haya wacha tufanye hesabu. Unajua mimi ni mtu wa hesabu. Na mjue kuna Farodhi discount. Yeah. Yaani kukuja kwako Kenya, venye tu ulini surprise na simu. Yeah. Hivyo. Na mimi nimeamua kupeana discount. Yeah. Farodhi discount. Yes. Wewe unanunua na mimi naambia Alfred, tengeneza hapo, patiana Farodhi discount. Kila mtu apate gift. Lakini sasa sheria na masharti kutumika. Yeah. Na unajua Farodhi discount ni nono. Mimi sio mtu hivi hivi. Kwani mtu ako na iPhone anapeana tu discount hivi hivi. Unajua sijaishika iPhone, so I'm so mkiona niko excited sana, mnaelewa hiyo ni gadget. Nimekuwa nikitumia simu za kawaida, sasa niko na gadget. So mnanielewa hiyo furaha. Unajua watu wa iPhone vile wanasumbua huko kwa barabara, wanaishikanga venye utaona hiyo kamera, unajua tu ni iPhone. By the way, they are so irritating. I'm sure I will not irritate you guys. Juu kuna venye wanaishikanga lazima uione. Manze hata yule rafiki yangu Mary tukiongea kwa meza haieki hivi, anaeka hivi. Kwa sababu iPhone unaijuanga na side ya nyumba. Anaiekanga hivi. Nakula story ashindo haki. Sitaki kumwambia ainue hivi. But unaona tu anataka tu ikusumbue tu kwa macho. Na hajui niko na iPhone 16 Pro Max. Hajui? Hajajua bado, atajua leo. Bado hajajua. Lakini yake ni iPhone 14. Ambiwa tu. Anyway, najua tutamtembelea pale Kitisuru. Najua anauza ile nyumba yake 8 million. Na imelalia half an acre. Nani anataka kuishi Kitisuru? Wow. Tutaenda kumtembelea. Hakuna kitu impossible by the way. Yes. Kuna kitu moja nimejua. While we were there, tukapatana community, one big community in Houston. Now a lot of Kenyans. Tutumia hizo videos ukaona. It was very interesting kujua kuna a lot of people who want to come back home. But they want to find a good place to live, or a good place to build a house, or a good place to buy land. Everybody is looking for something to come back, to come back home to. One person that I met was very interesting. It was very exciting is that nilipatana yeye anataka kurudi Kenya kupanda Pixie oranges. What? Hiyo ashapanda, si anarudi ashapanda eka 5 ya Pixies. Akona 1500 trees. Na anajua that will be the game changer. Anajua yeye ashapiga projections zake. Anajua when he comes back home, this is something that will engage him na atakuwa very busy. And lately nimeongea na watu kadhaa, friends kama mmoja anaitwa Rose, mwingine nimeongea na yetu sasa anaitwa Terry. They want to come back home and do things here. Unajua? And it's very interesting kujua that if they've already invested, hata akikuja hapa they do their thing na akijisettle down, kuna a few properties to think on what to do on them. Wow. Sasa na asante sana Gladys McCormick, thank you so much. Alice Wagithenji, Wangui Dongorecho, Njoki James. Najua mnangojea kusikia Farodhi discount. Tulieni hapo, ketini chini niwape story. Kwa hivyo muketi hapo, mimi nawapea story. Msikuwe na wasiwasi. Saa hii na release discount. Niko karibu kuiachilia discount. I'm about to give a discount. Saa hii. So tulieni. Sasa sikiza. Alfred na mimi najua very soon, by then ni vizuri niwaambie, very soon pia ndaanza kuwauzia manyumba. Najua kwanza pia tutajenga. Sababu tunataka pia watu, unajua watu wamepata stress sana ya kujengea manyumba. Wamepata stress, watu wanataka nyumba zimeisha. Wanataka kununua nyumba zimeisha. Stress wamepata. Nimeongea na mwingine juzi, ile pesa amekoa karibu half of the amount yenye alifaa kujenga nyumba nayo imeenda. So watu wamepata stress. Najua tutafika hapo. It's interesting that tunasema hivyo. Nimekuja na 5 clients wenye tunaanza project za kuwajengea. It's very interesting. Wow. 5 houses. Anyway, ready. Mkuwe tayari. Na nitaanza kuwafanyia mpaka house walkover very soon. So tunaenda mbali. Sasa mimi nikikaa kwa sababu mimi bado sijaenda kule, sijapata visa, nitakuwa nakutuma. Unajua
unajua unatuma bosi yako. Yeye ndiye mtu wangu wa mkono. Kama mnataka mletewe title November, December, nitakutuma. Yes. Uende wapelekee title zao. Yeah. Na kwa sababu umezoea kwenda Houston, Texas sana, jaribu kukaa at least unaingia huko. Nitakutuma Seattle, uingie huko. Nitapalonituma ndio nitaenda. That is it. Yeah. Kwa hivyo niki-release discount, sababu niko karibu kupeana discount saa hizi. Farodhi discount. Hiyo ni ile nimefurahia after kuletewa iPhone. Nikaona ile kitu naweza fanyia Alfred. Imagine hata si Alfred nafanyia ni wewe. Ati njia moja ya kushukuru Alfred ni kukushukuru wewe. Nipeane Farodhi discount. Kwa hivyo tulia nikupe discount saa hizi. Alfred November, December na mtuma huko. Mimi bado sijaenda huko embassy. Mimi sitaki baniaibishe. Kwanza nijipange. Bado nakusanya makaratasi zote mpaka marriage certificate. Kuna best yangu kameenda mara mbili. Mara ya pili alinyimwa visa, akaenda akanunua simu kubwa. Akanunulia bibi yake. Akasema ile pesa ningetumia na ndege kwenda huko. Wacha ninunue simu. Yeah. Na aliishi na Tecno. Hakuwa anataka kuhama Tecno. Na mnamjua sana. Wakati alinyimwa tu visa hivi. Na msiende kumwambia. Hata sitarudi kuwataja hapa. Sababu nilimtaja mkaenda mkamwambia na najua ni nani alisema. Alikuwa anatumia Tecno. Alinunua simu kubwa. Wakati alinyimwa visa. Yeah. Akaona ile pesa ningetumia kwa ndege kama ticket. Akanunua simu. Yeah. So mimi nawaambia hawa watu walifanya vizuri kukunyima hiyo visa. Yeah. Haungepata simu nzuri. Akajitreat. Alikuwa anatusumbua na Tecno huku. Akajitreat. Na si ati ni pesa hada. Yeah. Anyway. So the reason as to why tumeamua leo kutoenda kwa ile site ndio tunauza saa hizi, hata saa hii hiyo discount nawapea ni ya Nakala Gardens. Na Nakala Gardens kutoka hapa ni 1.2 kilometers. Around 1.2 kilometers. Yeah. Hapa ndio tumekaa kwa sababu Alfred hii ni shamba ingine yako nao, lakini hii hatuuzi saa hizi. Hii kwanza na maragwe. At least you can see what you're able to do. Well, in Konza mvua zimeendelea kunyesha Kenya. That is it. When we have land, let's utilize it. Na in fact, kitu moja Barodhi hajajua, sasa hapa this is the central, hii ndio shamba ile iko central in all the 8 plots tumeuza. That is it. Kwa sababu sasa pale chini ni Konza 1, pale nyuma ni Konza 2, pale chini ni Nakala, pale chini ni Zion, pale chini ni Dayo. Sinai na Pinnacle tunaziona mahali ziko. By the shamba za Alfred zimezunguka place moja. Yeah. Sasa hapa ndio katikati. Lakini sasa hapa hatuuzi saa hizi. Yeah. Kwanza tunalima. Hapa ndio tunawa experimentia ni nini mtafanya na Konza. Si ndio? Kwa hivyo before mjenge limeni. Na nataka kuambia rafiki yangu unamjua. Yule alinunua 4 akiwa wa kwanza. Yule wa mahali hawataki kutaja sana. Yes. Alime sababu nimemuuzia shamba mingi na hataki kulima. Yeah. Kama sio hivyo ape producer alime. There's a lot of things to do. Other than maragwe. Kuna lakini sasa wewe una advise producer alime akipata gunia 25 times 10,000. Huyo mtu si atakataa kazi? Hawezi kataa kazi. Unajua atakuwa amejituma. Unajua acha ni ataanza kukomboa mashamba analima. Hii shamba, hizi shamba ni za kutumika zilimike. Kwa hiyo hivi na nyazi inamea tu. You know, we're supposed to the first instruction God gave man was go till the land. Sure. Na akamweka kwa shamba. Kwa hivyo tu kitu ya when you have that land, use it. Panda kitu, miti, panda whatever. There are fruits that don't even need a lot of water. Sure. Kama pomegranates, kama hizi zinaitwa hizi dragon fruits. Yeah. Zinamea tu peke yake. Sababu inajua kujistoia maji. Inamea tu peke yake. So at least kama tumenunua shamba, kama tujenge nyumba immediately. Sure. Kwa sababu tumenunua for projection, give it some value. My uncle tumenunua shamba pale Ruai. Guess how much? Unajua Ruai wapi? Ruai hapo hospital inaitwa je hospital kwa hapo? RFH. RFH. Kutoka RFH mpaka wake ni 300 meters. Alinunua 40,000. 40k. 40,000. Sai jana alipata baya wa 7 million. Kama alikuwa na kamjengo 7 million. Anamalizika. Kila kitu anamaliza bola, anamaliza fence, anamaliza school fees, anamaliza. I mean, where else can you invest
with such high returns. Where else? We are 1.2 kilometers away kutoka hapa. Na tukiwa hapa tunaona Mombasa Road. Ndio hii hapa. Mombasa Road tunaiona pale. This is the center. Tuko center. 1.2. Nakala Gardens iko hapa nyuma. Barabara ndio ile. By producer unaweza angalia side ile. Unaweza zoom barabara ama ina affectwa na jua. Hizi kubali. Haya, ungezoom ndio waone gari lakini jua hizi kubali juu tumeangalia jua direct. So tuko katikati. Nakala Gardens iko hapa nyuma. Tuko katikati, zile shamba zingine ziko huko mbele. Na barabara ndio ile. Kwa hivyo Nakala Gardens tunauza pesa ngapi? Tunauza 495,000 cash. Ulipe kwa miezi ngapi? 3. Ni miezi 2 ama 3? Miezi 2. Ilikuwa 2. Miezi 2. 2 months. 2 months cash 495. Alafu 595 installment. 595 installment unalipa na miezi 5. Deposit 100k. Sasa are not strictly. That one for Nakala not strictly 100. Sitaki kufungia mtu kwa hiyo project. I will not make it strictly 100. You are willing to start and you know that you are able. You are in a situation unaona saidi kituma 100 nini but within 2-3 months takuwa nimejiorganize. Start from where you are. Okay. But let's talk, let's have a conversation. Wow. Kwa sababu zimebaki tu a few of them. So at least we wind up that project but you're going to be part of it. Yes. Yes. Sasa na mimi hii leo napeana Farudhi discount. Na ni discount nono. Farudhi discount. Discount nono. Ukitaka kujua hiyo discount, wewe ingia Nakala. Ukitaka kujua hiyo discount, ingia Nakala. Unapata Farudhi discount. Nakwambia ni discount nono. Si discount hivi. Hapana, ni discount nono. So today nimefungua uwanja. Jana ni date 1. From date 1 to 15th of May. From 1st of May to 15th of May. Farudhi discount ina run kutoka jana hadi 15th of this month. Farudhi discount, wacha tu niseme. Ukinunua mimi nakulipia 20,000. But it is between yesterday and 15th of this March. Na unajua hizo ni wiki mbili. Those are just 2 weeks. And 1 day is gone. 1 day is gone. And this one is gone. Na leo ni kuisha inaisha. Kwa hivyo tumepokesha 13 days. Farudhi discount. Mimi Alfred anakuandikia receipt. Ukishamwambia unatuma deposit of 20,000. Hiyo ni mimi nalipa. Because I want to make sure, kwa sababu saa zingine ni vizuri, unajua tumekaa na wewe sana na tumeuzia watu shamba mingi. This is our 7th project hapa Konza. Si ndio? Being a 7th project, kwani mimi nini nilifanya ama nini nilipea hawa watu wanunue shamba kutoka kwangu? Hakuna. I'm not the only trustworthy person they could have bought land from. Other people. But walini trust to just from nowhere. This is my 4th year kuuza shamba. Na wamekuwa na mimi actually not 4th, this is a 5th year. Sababu nilianza 2020 na pale kwa Hiram. Sababu nilijenga nyumba ya Hiram. Since then nikawaambia unaona hapa nje hizi shamba nasikia hazijanunuliwa. Ati bado na zinauzwa. Wakanunua zote. Since 2020 until today. Those are 5 good years. Na hawa wameamua kununua. So grade is mine are very good. Kwa hivyo Alfred, between now to 15th, mtu deposit. Mtu akituma deposit ya 80,000, mimi naongeza 20,000. Kwa hivyo receipt, mtu akituma deposit ya 80,000, receipt inaenda ikiwa 100,000. Bas. Farudhi discount. Ukituma 80,000 unapokea receipt ya 100,000 kama discount ya Farudhi. Na please, ukikuja inbox useme Farudhi nimekujia discount ya Farudhi. Ukienda kwa Alfred inbox make sure umetaja discount ya Farudhi. Mimi ni mtu wa discount ya Farudhi. Mimi nimekujia hiyo discount ya Farudhi. Sawa sawa. So nataka nipeane namba yangu na nipeane namba ya Alfred. Mimi nimeamua kuwalipia 20k. Kwa sababu jamani, hata kama unajua sitaki kusema but
nataka kusema nilifurahi. Hiyo simu hata sijaifungua for your information. Bado sijaifungua. Nashindwa nitaweka line gani. Sababu bado sijajua ama ndio nitafanya ya diaspora. Nikinunua niliwaambiwa nifungulie just to make sure kama hiyo simu iko hapo nje. Wakaniambia hii box iko na seal. If I break that seal, that phone must be bought. So siwezi kubreakia alafu niuone alafu ndio useme hapana sitaki. Nikwambia basi hivyo tu, whatever is inside give it to. Bado nimeweka hapa, sijui nifanye ceremony. Bado sijaifungua. Sasa Wanyambura analeta shida. Juu ya na tufungua tu kienyeji. Mwambie wachana ni yako. So out of hiyo furaha, because can you imagine you people, nyinyi ndio mmenunua Alfred na yeye akafurahia akaona ni gift. Si mimi na mimi ni watetee ndio hiyo 20k at least ishikilie, because you see at the end of the day wengi wenu hatujuani. Hawa watu wakanitrust nikawauzia mashamba. Hawakuwa wanajua ndawapea title. Nikawapea wakaniambia Ruthi niwekee title. Wakanunua safe kutoka kwangu. Ni safe hawajai ishika, hawajai iona. Ati hata hiyo safe niwekee na uniwekee title hapo. Nani ana trust mtu hivyo? Na mtu hamujawahi kutana. Good people. And funny enough, hata wanakujaga Kenya juu ya shughuli mingi tunakosa kuonana. Na bado mtu anarudi na anaendelea kununua na wewe. Yaani mtu ashakuamini hata hataki kukuona. Yaani ni venye unaamini kuna Mungu na hutaki hata kumuona uambiwe ndio huyu. Wewe uko sawa tu. Bora unajua kuna Mungu na vile anafanya, uko sawa tu. So I have decided to gift you people. Vile tumepoa gift na mimi nimeamua kuwa gift na 20,000 off. Hiyo ni mimi nawalipia 20,000 kwa mtu yeyote ananunua from jana kutoka jana hadi 15th of this month. Tumesema siku mbili karibu zinaelekea kuisha. Jana imeisha, leo inakaribia kuisha. Between 1st and 15th of May, yeyote atanunua Nakala Gardens anapata 20,000 imeondolewa. Kwa hivyo kama unatuma deposit unatuma 80, lakini receipt inakuja ikiwa 100,000 between yesterday and 15th of May. Are you getting my point? Sasa wacha niwaambie kitu kingine. Na nataka nishukuru. And I will keep thanking hawa watu wetu hawa wa mama. Kwa sababu saa zingine hata bibi yangu anashinda wanaongeaga na wanaume bado. Kwa sababu ni hawa tu tunaongeaga na wao. Hata usiku saa 7 ya usiku nawaambia unajua sasa hawa watu lazima niongee na wao. Sababu hawa ndio wanatuletea nini? Hawa ndio customers wangu. So I want to thank them so far. Umeona mwanaume yote kwa nini Nakala? There is but not so many. There is but wameingia juzi hao. Because kulingana na list yenye nilikuwa nayo Nakala bado. Nimeshangaa. Nakala bado. Nakala sijaona. Nakala not yet. Ningeshangaa kwani hujapewa updated list after kufika. Not yet. Not yet. Nakala bado wanaume hajaingia. So nataka nishukuru hao mama wameamua kuinvest na sisi because if a woman believes in you, nchi ina kubelieve. That's true. Mwanamke akikubelieve, ujue nchi bado inakutrust. Ndio wanasemanga happy wife happy home. That is it. Happy wife happy home. So nataka niwashukuru. Na actually hiyo ndio kitu imenivutia, nikasikia wacha tu nitoe hiyo 20,000 to everyone mwenye anaingia kutoka jana hadi 15th. So please claim 20,000 as a discount Nakala Gardens before iishe, and I know by 15 utakuwa umepata hiyo discount. Nimefurahia kuona watu bado wanabeba uzito wa Konza City. Kuna article tulikuwa tunasoma na wewe saa hizi ya hii expressway hii ya kutoka pale ni Mlolongo kwenda mpaka Mombasa. Imesainiwa I think 2 months ago. Imesainiwa is it on ilikuwa March. Is it March or I think February? Ilisaniwa wamesaini hiyo contract. End of March. That is it, end of March ku construct barabara. So hiyo story ya ku construct barabara kukua expressway mpaka Mombasa bado iko. Again, when you are away, CS Walands ameambia watu wote wenye wako na parcel pale Konza City ndani.
Kama within 2 years hautakuwa umeanza kudevelop, serikali inakunyang'anya. Sababu ni lease. There's a lot of people wamenicall because of that issue. Wananiambia tu tumeona shamba tunanyang'anywa. My friend, uko ndani. Si huko nje. Hapa ni individual land. Huko ni kwa serikali. Ati tumeona hizo shamba umetuuzia kama huko ni kwa ndani ya city. In your city, if you want to go to the city, they give you an ultimatum. Yes. That you have to build according to the specifications. And your account, by the time they approve you, they must satisfy that tunaweza jenga according to the way they want. That is the government. Na ni leasehold. Huku ni freehold. Freehold. Hizi ni individual lands. Yes. Na tunakuzia shamba zenye. My friend alikuwa na wasiwasi sana, anaitwa Ann. Akaniambia ati nimeona ati hiyo kitu mna mention, alisikia ukisema ati. Nikamwambia hapana Ann. Anaongea mambo ya ndani city. Meaning people are asked to expedite the process. City kwa sababu kuna wenye walitoa pesa na wamekalia. Wanangoja sijui nini. Waambiwa na serikali, if you're not going to develop, we take your land, we give it to someone else, another investor, to do what we want. Because you can't hold the government hostage just because they allotted you a piece of land. True. Yeah. So, ni vizuri mjue hivyo. Number 2, KAIST University is expected to be chartered this month. It's expected to be chartered this month by the president of this country. So, between now and June, kutakuwa na sherehe huko. Tumekuwa tukisema from last year. Niliambia watu by May. Anausikiza video zangu za last year. Niliwaambia by, kwa sababu hiyo ni information nilikuwa nayo. The CEO wa Konza amekuwa akiongelea all along kwa hizo video zote tumekuwa tukipost. Kwa hivyo ni vizuri kuambia watu, this is a place ideal for kujenga hostels, kujenga apartments. Please, can you think nini unaweza jenga huku? An international school. That's true. A private school. A university. Najua hawa watu wako capable kujenga hizo vitu zote nataja. So please, you need to build a nice hotel. By the way, for your information, we do not have a nice hotel within this area. No. Unajua hivyo? There is one person, unataka uangalia online, anaitwa, alikuwa anakaa Amerika, anaitwa Kitonga. Na unanipeleka huko. Unajua nilikuwa nimeambia producer utaenda na wao. Kitonga. Hiyo hotel nimeiona YouTube, my friend. That guy, mbona kazi amefanya? Iko wapi? Hapa tu Machakos. Acha bwana, nilikuwa nafikiria ni Kitui. Hapa kwa Machakos kilima hapa tu Kangundo hapa. Yuko kwa mlima mtali mzuri sana. Young man. Yaani hiyo mlima ningepewa ningefanya nini? Young man. Unajua saa nyingine ndo nakwambia watu, you know, you become very selective until you forget that there's so much we can do. Kuna hoteli mbili zimenitishia. Hiyo ya huyo Kitonga na Leruat. Leruat nayo. Iko kwa mlima juu. Lakini my friend, ulifika huko sleeping on the mountain. Wacha hivyo mnashinda huku mkitaja mlima. Watu wa mlima. Sasa hiyo mlima ukienda hapo, unakula, unalala, unaenjoy, kuna swimming and everything. Sitaki kutangaza mkahawa ya wenyewe sababu hawajalipia, but honestly speaking, within this area ya Konza hapa karibu na hapa tuko, there's no one ameonyeshana interest ya kujenga hoteli. But because we don't know whether there are people who are planning lakini hawajaanza, imagine you can do a very classy hotel within this area na uipande miti na nini. And let me tell you, si umwambie kuna mtu, ule mtu alikuwa chopa ilikuwa imekuja hapa na wapi? Si bado ameweka hapo. Tukienda Zion. Every week ana land chopa hapo. Every week. Nini ameweka hapo? And I want you next time, maybe next time, let's go to my friend here, the German friend. Because he's my friend. Mwenye nilimchimbia maji. Twende hapo, umwambie, akwambie, anatoka Germany, anatoka airport, anakuja anakaa. Anatoka Germany hapa, na kuna familia yake. Sasa, jirani yake ni Masai. Hajawahi nunua maziwa, ako na mtoto mdogo. Anaendanga maziwa kila jioni na asubuhi. 5 liters. Wow. Unaona? So meaning, this is a potential place. Mimi niliwaambia mkiona nauza Konza, hata msiniulize maswali, nunueni. One day, one time. Mtakuja kuniambia shukrani. This is a potential place. For sure. When you're buying, right now, think of it as land. But God will give you another idea. Yes.
that you can use this land for. Kwa sababu in everything that you build in Kenya, you need land first. Hebu niwape example. Kuna ile hotel iko pale chini, tulifanyia Investors Day na Maina na timu yake. So, nilikuwa naongea na waiter. I have a friend waiter hapo. Akaniambia sofa wao ndio wanapelekanga chakula Konza. Leko ile. Wao ndio wanapelekea watu chakula huko ndani. So, sikutaka kuongea na yeye sana, but nikashindwa. Yaani hawa investors wote tumeuzia hapa. Hawezi kuja watengeneze ka hoteli kazuri kanaweza, kwa sababu unajua ile hoteli yao ni ya kawaida tu. Ni hivi tu. Lakini juu ndio iko karibu na Konza. No option. Ama tuweke hoteli. Yes, it's possible. It's possible. Tuache kuuza hapa. Tuko. Hizi ni ngapi? This is 10.8. Hebu tufikirie. Tufikirie. Watu wanacheza na Konza. Mimi nafikanga huku kichwa yangu nasikia kama inaweza kupuka. Yes. Tufikirie. Everything is possible. Because wewe unajua Konza sasa iko na watu wangapi? Wenye wanaingia asubuhi. Hao watu wote wanahitaji kukula. And you know what you do? Because they are upper class. Wenye wako Konza wanafanya kazi saa hizi, you have their package. Hawa wengine wa mjengo unakuwa na package yao. My friend, by the time watu wengine wana realize kulikuwa na opportunity kama hiyo, aish, na umeomoka. Mimi kwanza sasa, other than that, ni kama sasa hapa pale Pinnacle. Unaona Pinnacle? Pinnacle. Hizi post tumefence nazo hapa zinatoka Pinnacle. Zinabuildiwa hapo Pinnacle. Hizi post zimefence shamba yote unaiona. Pale Pinnacle tuliuza? Pale Pinnacle. Hapo ndio construction site. You are fencing poles. Tuliziona producer. So there's a lot that can be mimi sitalima kama nyinyi. There's a lot that can be done in Konza. Lakini mkitoa hizi nini? There's a lot that can be done in Konza. Ni kuanza tu. Unaanza tu na one idea, it builds to the other. Imagine huyo Kitonga, I'm sure you guys have come across that hotel. Inakaa, unajua imejengwa na tu vitu tunakaa hivi. Iko kwa mlima. Sijui mbona hamuangaliangi YouTube, na hizo vitu nitaanza kuwaletea very soon. They know. Wataanza kuziona. They know. Hiyo hotel iko hapa karibu. Sawa. Hiyo najileta tu mpaka nione. But let me tell you, yule mtu ataekelea hoteli hapa, hoteli nzuri, my friend, pesa utapatana nayo. Anyway, sawa. Acha nikwambie ukikuja Konza, there's a lot of business ideas. Can you imagine an international city coming up? Na imeanza kutake shape. When you talk of KAIST University inapewa chata hii mwezi ama next month, Open University ilipewa chata last year, Riara University wanajenga. That tells you in the next 5 years there must be a very nice hotel either within Konza ama outside Konza. Wale wameambiwa construct within 2 years. Kama wataki kunyang'anywa, nobody knows kama kuna mtu wako huko anataka kujenga hoteli huko within those 2 years. Aanza kuconstruct. But before afikiria hivyo, mwenye yako nje akakuwa na chapaa vizuri, akuje aianza, na hata utajenga kila kitu. By the way, let me tell you, si lazima uanze na swimming pool. By the way, most of the hotels wanamalizanga na swimming pool. Na hata ile nawaambianga inaitwa ile hoteli ya pale Kajiado inaitwa and what? No, not Nkari. This is hotel tulifanyia pale ukienda nini? Inaitangwa aje? Before uende Leroy hapa nyuma. Inaitwa aje? Hiyo hoteli sasa ndio wanajenga. Imagine bibi ya Obama alilala huko, lakini sasa ndio wanajenga swimming pool. It's a very big hotel, inatengeneza pesa mingi sana. Can you imagine? You just need a restaurant wing, professionally done. Hata kwanza usitengeneze rooms, tengeneza conferences rooms. Unaona? I mean halls. Alafu sasa ukishamaliza hivyo, sasa anza kuunda rooms na swimming pools zikuje baadaye. Mimi naweza kupea plan ukiona tu kama ni mchezo. So Susan Wanjiro na Seattle Videography leo tumewaleta katikati ya zile project zote tumeuza.
Tutiredi na ni vizuri tuambie si hapa tunauza. Exactly. Mnajua tuko na project iko hapa nyuma about 1.2 km from here inaitwa Nakala Gardens. Hii ni shamba ingine yetu lakini hii hatuuzi kwa sababu kwanza tunalima. Zile tumeuza akina Pinnacle na nini na Sinai ziko pale mbele. Kwa hivyo tuko center point ya zile project zote tumeuza. But leo tukaamua kufanyia show ya Nakala Gardens hapa ndio muone vile unaweza fanya na shamba zenu. Hii ni shamba Alfred amelima. Producer wangu na yeye amelima hapa chini 4 acres. The same shamba yenye imefensiwa. 4 acres na 4 acres. So tunataka kuwaonyesha hapa hizi beans wamepanda mazita ni yellow beans. Hapa ikinini vizuri kwa sababu mvua imenyesha ya kutosha na maybe itaongezeka. Anaweza vuna between 25 to 30 sacks. Na saa hizi zinarenjea 10,000 per sack. You can imagine, by then nilikuwa nifanye hesabu. That is 10,000 times 25. 250,000. Na hakuna kitu unazifanyia. Ni dawa tu. Minus 100 ya input. Minus 100 ya input. You have 150k yenye haina pressure mingi. Yeah. Yenye haiaffectiwi na serikali. Yeah. Yeah. No tax, no duty. That is it. Hakuna mambo ingine. Na uhitaji kushinda huko ati ukikuja kuziangalia. Hapana. Miezi 3. Hiyo ni 150 miezi 3. Sasa wewe una salary miezi 3 umeshatengeneza 50. Mimi sijui hii historia ya kwanza nitawapea aje ndio waelewe juu hawashikangi. Sioni kama wanashika. Ukambani hakuna mvua. Hii tutavuna mkiona. By the way. Hii tutavuna hivi wakiona. Unajua kuna show tutafanyia pale umepanda pigs. Maembe. Nini nyingine? Kama ninavuna, si kama tumekaa. Tunaongea kama tunavuna hivi. Tunaweka kwa magunia tunasema. Waliona zile nini pumpkin tulitoa kwa shamba yako. Sasa hiyo na hii gari ikajaa hapa. Waliona kama tumebeba wakafiri tumenunua. Tutafanya kama tunavuna hivi. Nyinyi bado hamjaelewa tuko wapi. Na si hapa ati kuna borehole. Hapana. Hapa hakuna borehole. Hii hata by the hata iko imelimwa. Nafikiri hata ndio first time ya kulimwa. Hii ni virgin land. Virgin land hiyo ni imelimwa mara ya kwanza. Angalia. Hizi zote ni beans. Na by the way producer Bupan simu ndio waona si ati ni kidogo. Hivi. Hii mpaka huko. Na huko. Hizi zote. Na imagine unalima ukingojea. Nyinyi bado hamshiki. Sijui sasa nitasema aje. Hamshiki, kuna kitu bado hamjaelewa. Ama basi mkuje basi ni tujenge hiyo mkahawa. Ama wakuje tulime. Niwafanyie advertisement hii muone hiyo watu hata unajipeleka kwanza unawaambia we have a very unique, modern, classy resort. Just at the hills, you know. Bana tumeweka kwa mlango ya kwanza, wakitoka wanaiona kwanza. Unajua naona hiyo hoteli kwa vision. Yeah. It's possible. By the way, pesa na unajua let me tell you Alfred. Unajua si lazima ukue tina pesa zote ndio uanze kujenga hoteli. You just need taratibu tu. Unahitaji tu hiyo uko na vision. Vision peke yake. That's true. Ukuje ufanye excavation. Uweke foundation. Uanze tu pole tu. Ebu chukua namba ya simu tuongee. Don't forget nimepeana Farodhi discount from 1st of May ni jana hadi 15th. Ukinunua plot Nakala Gardens ya 495,000 hiyo ni cash kwa muda wa miezi 2 ama installment ya 595,000 kwa muda wa miezi 5, I will give you 20,000 off. So if you are paying a deposit of 100k unapata receipt yako inasoma 120,000. Ukilipa deposit 80,000 unapata receipt yako inasema umelipa 100,000. Farodhi will add 20,000 to all those. Hata mkinunua wote. Hata mkinunua wote zenye zimebaki. Between jana na 15th of May. Mimi ndio nakulipia 20,000. Hiyo Farodhi discount ni ya kuwaambia mpate muelewe ni nini hii inauza. I'm just trying to show you what we are selling. Sio kitu ya mchezo. Na niliwaambia ma beneficiary. Niko na plots ngapi kwanza? 8. Bas.
Ile tuliita Thayo Gardens niko na 6. Na Pinnacle niko na 2. Sinai ilinipita. Yeah. Na najua nakala kabla iishe. Siwezi ngoje. Unajua some of those plots, by the way niwaambie, ile design kwanza inaenda nayo. Kuna plots kadhaa nitashika. Usikia hoteli kama hiyo imeisha. Milan. By the way, hebu niwapeeni kasiri. Unaweza anza kujenga ukinunua shamba zetu, ujenge hiyo hoteli hapa. By the time kwanza inaenda ikipanda, si unajua shamba zinaanza zikiongeza. Unauza plot 2, unaongeza kwa hoteli. Hoteli bado inaendelea, unajenga rooms, unajenga wing. My friend, do you know you can, unajua hao, na utaniambia hiyo hoteli ni gani? Wacha Enchura Hotel. Iko pale kabla ufike Kajiado. Iko jamaa tuliongea na yeye, the main chief chef. Rafiki yangu sana na huwa anatu watch. Akaniambia those conferences halls zinawapeanga pesa. Conferences halls. Kwa nini? Kwa sababu zinalipiwa na pia ile chakula watakula. Na most of watu wenye wanakuja hawakuji siku 2 ama 3. Wengine wanakuja a whole week. Unaelewa? Na sasa wengine wanalala. Kwa sababu wakikuja conference wanalala huko na wanakula huko na hiyo pesa iko kando. Unaelewa? So can you imagine ukiwa wewe ndio umeweka mkahawa ya kwanza hapa Konza and you are able to offer all those facilities, na unajua sasa hapa au kuji kuweka kitu tu. Wewe usikuje kuweka hoteli ya mchezo hapa. My friend, how do you come and set up a hotel? Sasa kama hiyo KIST University imelalia almost 25 acres, unakuja kuweka hoteli inasavu watu 10. Hapa lazima uweke an international hotel which is outside an international techno city. Are you getting my point? Yeah? Bado hamjanielewa. Sijui kwa nini. Kuna mahali hatupatani. Juu mimi nishaanza kuona hiyo hoteli venye inakaa. Mtu akiwa pale Mombasa Road, juu unaona Mombasa Road nikiwa hapa. Wanaiona ikiwa hapa na wanaona mpaka signboard. Unaitamani. Kwanza hapa. Hapa naweza kuchenjia na nini? Nini equivalent hapa ndiko. Unajua kwa na kiwanja kama hii unafanya a lot with it. But imagine pali kama Eka Hotel. Unajua Eka Hotel? Wapi? Eka Hotel hapo tu nyuma, hapo kando ya pale Panari, ukitopita hapo tu Panari ukiingia South Sea. Oh yeah. Unaona Eka Hotel? After Panari. After Panari. That hotel is standing on 1 acre. Sasa hizi ni 10.5. Just 1 acre. No, nasema yani hata ukichukua 1 acre, you can do a lot with it. Lakini hapa, wacha nikuambie kitu kingine. Unajua sasa mimi, I love gardens. Because siwezi kuja kuweka hoteli, alafu ninyime watu garden. And ukiwa na hii 10.5, unajua utaweka mpaka ka golf. Let me tell you, unajua hapa si mahali pa kuja kucheza. Mimi nawapea siri. Hapa si mahali pa kuja kucheza. Hata unaweza weka ka golf kadogo. Kwa sababu wale wageni unatarajia hapa ni wageni wa kimataifa. Yeah. Si kitaifa. Nimesema kimataifa. Kuna tofauti ya taifa, kimataifa na kitaifa. Are you getting my point? Hata nisimame. Mimi hamuelewi. So, hizi ni 10.5 acres. Naona scenery. Imagine hiyo hoteli. Unaona milima huko kando inakuona. Sasa you can imagine hiyo hoteli. Uipe kama eka 3. Eka 3 ndio uipe facilities mzuri kama hizo rooms. Because na unajua hizo rooms kuna ma-deluxe. Rooms nzuri wewe kwa sababu pia una target wazungu wa China na kina nani. Unajua kwanza mimi ni mtu wa B&Bs. I have a company called Cool Palace. Kwa hivyo bado naiona na design nyingine. Ile swimming pool utajenga ni kitu ikichukuliwa na drone. My friend. Si ujenge tu ile ya kawaida ya square. Inakaa ovo inaenda inapiga kona hivyo. And then unajenga kitu inaitwa lazy river. Pass. Lazy river. My friend. Hiyo sasa hiyo swimming pool. Lazy river. Mwambie. Maji na kubeba tu na kutembeza round. Alafu hiyo mkahawa haudesigniwi na Kenyan. Yeah. Si ati Kenyans hawawezi. But you need an international designer. Do you know why? Najua umewahi lala nini? Inaitwa aje? Hyatt Regency.
Ukweli uongo? Moi Lala Hyatt Regency. Hizo nyumba zinajengwa pillars. Alafu sijui huku kando ni board. Sijui vile wanaifanyanga. Yani hiyo hotel ukiangalia hapa, unaona ile Konza, unaona ile nyumba iko Konza, hiyo wameunda ya iko chini yake inaitwa aje? Nini hiyo? Hii nyumba design ya Konza ile main. Si kuna nyumba nyingine wamejenga hapo kando imeshikana. Unaona ile design wameipea. Hii hoteli usiipeka design ka ujinga kwa sababu watu wakiwa Mombasa Road wanaiona. Udesigniwe kitu mtu akiona hiyo building akiwa huko anajua hiyo ni hoteli. Na anajua hii hoteli kidogo. That is it. On top of that, kwa hizo rooms ama kwa mkahawa, make sure kuna helipad pale juu. Weke nini kama 2 helipad. Sijui kama tunaelewana. Sijui kama unaona hiyo picha sasa zikiwa, kwa sababu hapa si wageni wote hawatakuja kwa mguu. Tunaelewana? Watakuja na chopa kwa sababu wengine wanatoka KICC hasa mane drop kwa ile hoteli inaitwa fulani. Tunaelewana? Hata ushiki. Haushiki. Haushiki. Unaona sijaoni vizuri. Kwa sababu wale wageni wengi utatarget hawatakuja mguu. Kabla expressway imalizike, hawataki jam. Wanakuja wanapaa juu, wanashuka. Wewe mgeni anakuja na chopa hapa, anakuja kutumia pesa ngapi? You design something, mtu akikuja hapa ile room analala, it's worth 30,000. Naelewana? Facilities zenye anatumia za gym, yani per day huyo mtu anatumia at least 100k kwako. Sijasema chini ya 100. Sijasema 10k, about 100 mtu mmoja. We are talking of an international hotel outside an international city. This is the third smart city if I'm not wrong. Kuna South Africa, Nigeria sijaichunguza sana but nasikia pia Nigeria iko. Kenya must be the third or second, I'm not sure but I think so. Sasa kama ndiyo the third smart city in Africa. Wewe unataka tuwekelee kitu ovyo hapa? Hapana. Mtu ananunua plot moja kwa nini wewe sasa? No. Si wekelee half an acre, wekelea plot 4, wekelea plot 8. Kama unakuja kujenga shule, an international school, just put up a school yenye mzungu atakuja kupeleka mtoto wake hapo. Na nataka by the way niwaambie wale Gen Z, kama Gen Z ile level wako, so you can imagine Gen Alpha watakuwa wanahitaji kusoma curriculum za nje. Some of these curriculums zenye zinaletwa hapa nchini they are so confused. Wazazi hawazielewi, watoto hawazielewi, walimu hawazielewi. So at the end of the day tunakuja kupeleka watoto wetu international schools. Si basi zikuwe mingi. Si hata states ziko hivyo. Watoto wanasoma hiyo curriculum. Of course US wako na curriculum yao. Unajua hapa ni UK sana. Hapa ni original English. Na hata international zenye tuko nazo hapa most ni British curriculum. But of course US wako na zao. But pia unaweza leta ya US hapa. It is possible. So na wachorea picha ya chenye unaweza fanya na shamba hapa Konza. Ukigua Konza ni iraku. Wena wathi na mbere na gwaka mukawa waku. Tukiuga Konza University ni yarika. Nawe ukirado na ni mukawa wakwa wenu. Hauja mutikae kuhuthia ndiagurire thiini tu ndienda kuhikwo gwaka ni thirikari no ni ndagurire nja na ndina kindu ingionania. I am so much ready to source information from the government, from the investors ya Konza, just to make sure you are well briefed. Nigetha ukigura Konza utige kugura ukiringagiririo, utige kugura tari mbeca urate, utige kugura tari mbeca urahitha. Hapana, for your information start doing something. Tiga guka Konza gwaka nyumba yaku ya guikara. No, Alfred, ambia watu wasikuje kujenga nyumba zao za kukaa hapa. Please don't. Hapa ni biashara. Hapa ni biashara. Wewe unakuja kujenga nyumba yako ya kukaa nje ya international city. Who does that? Leo niko na ni hole Yanga ama hii. Hapa ni business sana. Hebu niwapatie, nataka tumalize show sasa. Nimewapea Farodhi discount. Ukinunua kutoka jana hadi 15th May,
20,000 mimi ndio nitakuongezea. Kwa hivyo ukitumia Alfred 80 unajua deposit yako imejaa, utapata receipt ikiwa 100. Yes. Ukituma 100 utapewa receipt ya 120. Between yesterday 1st of May hadi 15th May. Na wale wanaitisha mapu wote na waona nitawatumia. So mimi sina la ziada, wacha nikupe namba yangu na Alfred, please reach us as soon as possible if you are able. Kuna mama nili encourage. There's a lady who bought 4 plots. Juzi tu last week. Anaitwa Ann. Oh yeah, Ann. Ann alikuwa anunua plot moja. She wanted 1 plot. By the way, wale watu wote unaona nimeuza 4 walikuwa wanahitaji moja. But nikikuchorea hiyo picha, unaweza simamisha nyumba unajenga ukuje utununue hapa. 0798-008-008. That's my number, 0798-008-008. Ama ya Alfred, 0706-002338. 0706-002338. Wajua saa zingine mimi, nikiwa nimelala, nifikiria kitu kama hiyo, mimi huamka na nachukua diary. Unaandika. Nyambura anaweza kuambia. Na sitamwambia ni nini naandika. Hapana, kwa sababu unajua saa zingine wa mama mnatuangushanga. Utasikia utamwambia kitu uone amecheka. Sio mashini uone bwanangu kichwa chake ni usiku. Saa 9 ya usiku tunafikiria kujenga mgahawa kwanza. Sasa sitaki acheke. Mimi naiandika mahali na naanza kuidraft. Unapata nimechora shamba na naanza kuidesign. Kila mtu hapa ni architectural designer. Ukiambia mtu achore vision yake, ataichora vizuri. So please, as early as now. Unajua niliona watu ati, by the way, ile Thayo Gardens tuliuza hapo niko na 6. Kulibaki plots ngapi? Imebaki ploti 4. Kulibaki ploti 4. Sasa ploti 4 zinabaki hapo na hiyo kwanza iko 1 kilometer from the gate. Bwana mko na mchezo. Hapo niko na 6. Na kumabaki 4 na ziko 1 kilometer from the Konza City main entrance. Ile tumewaekea video hapa, tulichukua video na producer usiku. Wakaona vile inaona venye inakaa smart. Very nice. Na tulichukua na simu. Very nice. Na hiyo tulikuwa tunauza 1.4 million. Yeah. Kwanza tena tuliwapea walipe na mwaka. Yeah. Kama wataka hiyo Thayo Gardens pia tutakupatia hizo plots 4 zimebaki. Hiyo deposit ilikuwa ngapi? 200. Si unge na sisi uchukue hizo 4 zimebaki hapo 1 kilometer from the main entrance. Na sijui ni kama ni kampuni imefunguliwa hapo. Juzi nimepita hapo, unajua nikipeleka rafiki yangu mwenye alinunua 2 Saturday. Unajua nilimpeleka mpaka na huko. Nikamuonyesha huko kumenunuliwa mashamba mingi sana na zikafensiwa na zikaekwa gates zilizo Mabsa Group. Alafu nikampitisha pale kwa wale wanajenga wa Irish community, zile nyumba zimejengwa hapo flat roof nzuri. 10. Sasa nikiwa pale chini nikitamka na hiyo barabara, huko juu niliona pale karibu na Thayo Gardens ni kama kuna kampuni imekuja hapo. Hebu utapita utaona. Sijui ni nini wana manufacture hapo. Kuna mtu amejenga wall, akajenga kwa plot 5. Amejenga ka wall hivi. Na ni kama kuna kitu imeanza kufanyika hapo ndani. Anafanya kitu. Alafu sasa hapo pia next kuna mtu amejenga hapo anamwagiwa material na city. Ama ni hapo? Material na sijui nitapapitia. Labda ni hapo. Leo adoaga ile Ani Jerry, salimika sana Ani Jerry, labda ni huyo, sijui kama ni yeye. By the way, kuchimbia mtu maji ni how much? By the way, Alfred huwa anachimba maji, hata alinichimbia kwangu. Yes. So unaweza mpatia hiyo kazi. Seattle videographer nataka nini ya hiyo mkahawa hiyo yenye tunaongelea. So ikiwa unataka plot Nakala Gardens, it is 1.2 kilometers from where we are. Na saa hii tukiwa hapa tunaona Mombasa Road. Tunauza 495,000, ulipe cash kwa miezi 2. By the way, saa hizi producer anaweza onyesha Mombasa Road. Ndio wajue tuko Central Point. Ya hii shamba yenye tuko, si ati hii hatuuzi saa hizi. Hii tumeamua tu kuja hapa tuwaonyeshe venye tunalima hapa. Nakala Gardens iko hapa nyuma na tunasema iko
about 1.2, hata ikienda sana labda 1.5 kilometers from where we are. Na tunauza 495,000 ulipe na miezi 2, ama 595,000 ulipe na miezi 5 with a deposit of 100k. Na nidaheana farodhi discount urehererio ngiri 20 kirio gothe ukugura kuma muthenya wa ira 1st of May nginya mweri 15 mweri wa May. Na wonio Mombasa Road ire hau nĩnjũ nĩwonio ngari, nĩwona ngari ĩrahĩtũka harĩa, hau nĩ Mombasa Road. Mũndũ wĩna kĩũrio gĩothe, project ĩyo nĩtũfencĩte, tũgekĩra barabara thĩinĩ na tũgekĩra beacons. So what do you want? Talk to me 0798008008 kana walie na Alfred 0706002338. Kama uko na swali yeyote kuhusiana na Konza City ama hapa tunauza, please talk to me right now. Sisi tumemaliza. Ama kuna kitu kingine unaongeza? Nikushukuru tu, thank you so much for the ones that have already committed. Almost your project imekuwa 1 month and you're almost winding up. Na unajua tukisema tuko almost winding up, there are people wanaanga but lakini tusha wind up sasa, mtu imebaki. You know, we are just about to wind up. Hata unasikia discount imepeanwa. Probably by next week we'll be done. Yes. Commit yourself, let's move together, let's grow together. Yes. All right. So thank you so much. Kwa wale wote mnaitisha map, na naona messages zenu, endeleeni kuitisha map so that mimi nitahakikisha nimekutumia map on time ndio pia uweze kupata mahali pako on time. God bless you so much. Asanteni sana wale wamenunua plots na sisi hapa Konza. Hadai yellow beans ici nĩ ĩka 4. Alfred hadĩte yellow beans, producer nake hadĩte akĩenda ĩka 4 na nĩ mekũgetha kuma ngunia 25 gũthiĩ nginya 30. Ngunia mori ici nĩ kĩndũ ngiri 10. Ũthondeka mbeca njega mũno, tiga kũreka mũgũnda ũcio wikare ũguo. I call durable reconstruction yaku thaa ici no ũhote gũthũkũma mbeca thaa ici. God bless you so much. Bye bye.